Sawa, najua kuna maswali mtakuwa mnajiuliza kuhusu hii scholarship. Kabla ya kujaza, ni vizuri ukaiangalia hii video ili kujua maswali hayo na majibu yake uyapate kabisa. Ya kwanza, je, ni lazima kuwa na vile vyeti vya English certificate ili kuenda kusoma India? Na jibu lake ni kwamba ni ndio. Kwa sababu kule India watu wanasoma kwa English, kwa hiyo lazima ujue English. Lakini sio lazima uwe na vile vyeti vya IELTS, TOEFL. Kama ulisoma sekondari au diploma au degree kwa English, basi hiyo inatosha pia kuwa ni kigezo. Utakapofika India, challenge gani unaweza kuexpect kupata? Wanafunzi wengi ambao wanatoka kwenye nchi zao, ambao wale hasa wale wanatoka kwenye nchi zao kwa mara ya kwanza, wanaweza wakajihisi homesickness au loneliness au wakajihisi language barriers. Lakini usijali, kila kitu kitakuwa sawa. Natakiwa nipaki kitu gani? Wewe unatakiwa udecide mwenyewe tu kutokana na requirements zako na whether hiyo sehemu ambayo unakwenda. Wapi naweza kuexchange pesa zangu? Wanasema hapa kwenye airport ambapo umeland unaweza pia kuexchange pesa zako. Je, nitahitajika kuchukua pesa wakati ninasafiri kwenda India? Ndiyo, unatakiwa uchukue pesa japo kidogo. Of course, kule ukifika utapewa pesa, lakini pesa zile za kuanzia maisha kabla ya kutiliwa zile pesa zao kwenye benki ambayo utakayojiunga kule, unatakiwa japo 2-3 uchukue. Je, nitapewa ticket ya kusafiria kwenye scholarship hii? Jawabu lako ndio. Utapewa ticket ya kwenda na kurudi, lakini sio kama kila semester, ile mwanzo kabisa ya kwenda na mwisho kabisa wa kurudi. Naweza kuiprint application yangu? Ndio, unaweza. Degree inatolewa na Indian University? Inatolewa na university, ndio. Kwa hiyo kabla ya kuapply kwenye hiyo university yako, unatakiwa uangalie wanaangalia kitu gani kabla ya kukupa hiyo degree au diploma yako, na scholarship utapata. Je, kuna requirements gani za kujoin? Mfano kama mimi nataka kujoin degree, unatakiwa lazima uwe umemaliza form 6 ili uweze kujoin degree. 12 standard kwa wao ni form 6. Je, naweza kustudy kozi 2? Haiwezekani, lazima uchague kozi moja tu. Je, naweza kwenda India miezi 2 au 3 kabla? Ndio, lakini itabidi ujilipie mwenyewe. Nahitaji kupigwa chanjo? Ndio, chanjo inahitajika. Nahitaji passport? Ndio, lazima uwe na passport. Mimi ni mwanafunzi ambaye nina ulemavu, naweza pia nika-apply? Ndio, unaweza ku-apply kwa scholarship hii. Tena basi, ukiwa mtu mwenye ulemavu una chance nyingi za kupata. Naweza kufanya kazi India wakati nikienda kusoma? Hapana, huwezi kufanya kazi kwenye ICCR scholarship. Baada ya kumaliza kozi yangu naweza kubakia India? Hapana, lazima urudi nyumbani kwenu. Naweza kuapply program nyingine kuliko ile niloiomba? Hapana. Program zilizoandikwa tu kwenye application yako ndo ambazo unaweza kuomba. Usiende kutafuta chuo ambacho kina kozi nyingine huko ukaona kwamba ndo nitaiomba hiyo kwa scholarship hii. Haiwezekani. Kwenye emergency naweza kumcontact nani? Wanakuambia unaweza kuanza na college yako katika chuo chako, lakini pia na ile ICCR scholarship wana ofisi zao pia unaweza kuwa contact. Vipi nikifeli mitihani yangu wakati nishapata scholarship? Hapo scholarship yako utadisco na utatakiwa ujisomeshe kama wanafunzi mwenyewe wa kujilipia mwenyewe au urudi kwenu. Je, naweza kukaa sehemu nyingine yoyote? Hapana, lazima ukae hostel ukipata scholarship hii. Je, vipi kuhusu medical treatment nikiumwa huko India? ICCR watakulipia wao ukiumwa. Scholarship amount ikoje? Ukienda kwenye application portal kule utaona zimeandikwa pesa ambao wanalipia. Na maswali mengine haya hapa ambayo pia unaweza kuangalia yote ukapata majibu yake kwa kuja kwenye page hii hapa, A2A scholarship, unaandika hapo alafu unakuja kwenye ile frequently asked questions hii hapa, utapata majibu mengine. Sasa twendeni tukajaze application. Hakikisha umenifollow, una like na una subscribe YouTube kwa sababu una post scholarships kila baada ya siku 2.